na pale mahakamani. Kwanza kabisa unaambiwa Lissu aliuliza jambo pale. Akasema kwa shahidi wa nambari 1, kauliza, kwa ufahamu wako, kwa nini unasema maneno niliyoyasema siku ile ya kuita waandishi wa habari yalikuwa ni kosa la uhaini? Shahidi akasema ni kosa. Lissu akasema hata wewe kuita waandishi wa habari wa kusikiliza ni kosa la uhaini? Akamuuliza shahidi sasa. Shahidi akasema inategemea. Lissu akauliza tena, soma PGO na useme kwenye kifungu nambari 8 kama kuna maneno niliyoyasema kuita waandishi wa habari ni kosa. Huyo shahidi akasema sijasema. Lissu akasema kuna mahali ambapo umeandika katika maelekezo yako kuwa umeita waandishi wa habari hapo? Akasema hayapo. Lissu akauliza, lengo la uhaini lazima lionekane kwa matendo au kitendo cha dhahiri? Shahidi akasema ni sahihi. Lissu akasema naomba uwasomee majaji maana ya neno publish. Huyo shahidi huyo akasoma. Lissu baadaye akasema aliyepeleka hayo maneno kwenye mtandao wa Jambo TV ni nani? Ni shahidi. Shahidi akasema sio kweli. Lissu akasema aliyerusha maneno hayo kwenye mitandao hii? Shahidi akasema, kwa maana akasema ni P2 ambaye ni shahidi asiyetambulika sasa. Huyu shahidi akasema ni P pamoja na Tundu Lissu. Lissu akahoji, sasa kwa nini P, kwa maana shahidi fichwa, hajashtakiwa? Shahidi akasema hajashtakiwa kwa sababu ni mwandishi wa habari na hakuja kwenye mkutano ili achukue taarifa au aweke jikoni kwake. Hayo ni majibizano kati ya shahidi na mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Mchuano ulikuwa ni mkali kweli. Tundu Lissu. Mchuano ulikuwa ni mkali. Ukiangalia hata majibizano yao, lakini alirudishwa pia rumande huku akitimiza siku 182 tangu ambapo alikamatwa Aprili 4 mwaka 2025, ambapo kesi yake itaendelea tena siku ya leo ndo Oktoba 8. Na tunakumbuka kwamba itakuwa ni mfululizo hadi Oktoba 24. Ndio. Lakini pia shahidi ambaye tunamtaja hapa ambaye alikuwa ni siku ya jana katika mahakama hiyo alikuwa ni shahidi ambaye pia ni kamishna msaidizi wa polisi, anaitwa George Wilbert Bagiem. Okay. Yes, siku ya jana hiyo. Ni kama siku ya pili unasema ya ushahidi kuwasilishwa na jamhuri. Taarifa imeandika